ile ambayo tunasema Mheshimiwa Rais amesema inapofika 2030 anataka tuache Watanzania tukiwa na tabasamu. Sasa mimi mkuu wa wilaya sioni kasubiri 2030. Hiyo 2030 ya Mheshimiwa Rais. Mimi mkuu wa wilaya miaka yangu labda ni miwili tu, tangu 2025, 26 mpaka 27. Kwa hiyo 27 lazima nimwambie Mheshimiwa Samia, Mheshimiwa Rais, Rufiji tayari tumeshafanyaje? Tumeshatabasamu. Mengine sasa itakuwa ni muda wa kwake. Hivyo ndio ambavyo mimi nimejipanga na kamati ya usalama na wataalamu wa halmashauri kuhakikisha kwamba tunafanikisha wafugaji na wakulima wapate hati miliki ya maeneo yao kwa ajili ya kuwakwamua kiuchumi. Ndio, kwa ranchi ndogo wafugaji kwa wao inakuwa wepesi kufuga kisasa na kuzuia mifugo katika eneo moja, na hii inaweza ikawasaidia zaidi. Kwa wakulima hii inakuwa ni baada ya kupata hati miliki tunahitaji wao ni ranchi pia ama ni kitu cha aina gani kwa upande wao? Hapana, ranchi nadhani inatumika tu kwa upande wa wafugaji, lakini kwa kilimo nasema ni vitalu vya kilimo. Na labda nieleze tu kwa manufaa ya watazamaji wa Kulundu TV, vitalu vya kilimo ambavyo tumeshatoa hati miliki za kimila tumeshafanya kwenye kijiji cha Nyamwage. Kuna eneo ambalo lilikuwa na mgogoro na nyela wa muda mrefu. Mgogoro umekuta una zaidi ya miaka 12 kati ya ukulima na ufugaji. Of course hiyo eneo lilikuwa limetengwa kwa ajili ya malisho ya mifugo, lakini kwa sababu kulikuwa na usimamizi ambao nasema usimamizi ambao haukuwa madhubuti, kulikuwa sasa na uvamizi. Wakulima walivamia, wafugaji nao wakavamia. Kwa hiyo kulikuwa na mwingiliano mkubwa sana. Sasa tulichokifanya tuligawa ile eneo maeneo mawili. Kuna upande ambao tumesema kutakuwa na vitalu vya wafugaji, na kuna upande ambao kutakuwa na vitalu vya kilimo. Sasa wale waliochukua vitalu vya kilimo na wenyewe tumewapa hati miliki. Kwa hiyo ni vitalu, tunasema ni vitalu kwa ajili ya kilimo, lakini ranchi raiza na chidogo ni madhubuti maalum kwa ajili ya ufugaji. Ranchi ndogo Mwenge wa Uhuru zilipata hati 58 na siku nyingine zaidi ya 100 zinaandaliwa. Kwa kwenye ukulima vitalu vimepata hati ngapi mpaka sasa hivi? Mpaka sasa hivi niseme sina takwimu kamili, lakini kwa kumbukumbu zangu sio chini ya 80. Kwa hiyo wakulima wasiopungua 80 ambao wako kwenye walipewa vitalu pale Nyamwage walishapata hati zao miliki pale za kimila. Na kama kuna mkulima ndo anasikiza hii kupitia Kulundu TV sasa hivi, hatua gani afanye ili aweze kupata hati kwa ajili ya kitalu chake? Kwanza akishapata hati miliki ya kimila, hii tayari ipo kisheria kabisa. Ila sasa akitaka kupata hati sasa labda ya kiserikali, bado tuchopanga sasa hivi ni kwamba tunaandaa mpango kazi wa wataalamu kutoka halmashauri waanze kutoa elimu kupita kwenye kila kata, kwenye kila kijiji, utaratibu wa namna ya kupata hati sasa miliki za kiserikali, lakini pia na gharama ambazo labda mwananchi atatakiwa kuchangia. Na hapa mimi nitoe wito kwa wananchi wote wa Rufiji. Huu mchakato utakapoanza tuchangamkie hii fursa. Bahati nzuri siku mbili zilizopita nilikuwa kata ya Mbwara kijiji cha Nyamwage, nilikuwa naongea na wakulima lakini pia na wafugaji, na nilikuwa pia na kata ya Chumbi naongea na wakulima na wafugaji. Niliwaambia kuhusu jambo hili, hasa wakulima ambao kana bado hawajafahamu manufaa ya hati miliki. Nikawaambia tutumie fursa hii ya kupata hati miliki, kwa sababu ukipata hati miliki maana yake utakuwa tayari una uhuru na eneo lako. Unaweza ukakodisha, unaweza kufanya chochote kwenye eneo lako, lakini bila kuathiri, bila kuvunja sheria za nchi. Sasa nini watakifanya au nini wanatakiwa kukifanya? Ndio hapo ambapo tumesema kwamba tunapanga mpango kazi wa wataalamu kuja sasa kutoa elimu kwamba hatua zipi anatakiwa kufanya ili aweze kupata hiyo hati miliki. Lakini kwa kuanzia, kwa mfano kata ya Chumbi nimewaagiza wale watendaji wa vijiji waanze kuorodhesha wananchi ambao wanataka kupata hati miliki za maeneo yao. Kwa kuorodhesha, tunachotaka halmashauri wataalamu wawafikie. Sio kwamba mkulima lao mwananchi afuate huduma kule Utete, hapana. Wataalamu watatoka, watawafuata wananchi waliko ili wakakamilisha hizo taratibu, na baadaye mwananchi basi anufaike na hizo hati miliki. Ndio, tuko na mkuu wa wilaya Rufiji. Hii ni Kulundu TV, tunaangazia maandalizi ya Mwenge wa Uhuru kwa miaka 2 mfululizo, na hapa tulikuwa tunaangalia ukaguzi wa Mwenge wa Uhuru katika kituo cha Mwenge, katika kituo cha ranchi ndogo Chumbi C, ambapo hii inagusa hisia za wengi kwa sababu inaelekea kwenye utatuzi
wa migogoro ya wakulima na wafugaji. Mheshimiwa, Mwenge umefanya makubwa ama umekuja kuzindua miradi mikubwa na miradi imeonekana. Kwa ile miradi ambayo kidogo imepata dosari ya kuonekana kwamba haiko sawasawa, kuna hatua zipi ambazo mpaka sasa hivi zimechukuliwa kuhakikisha inakaa sawasawa na inaendelea kuleta tija kwa wananchi wa Rufiji? Sawa. Kwanza bahati nzuri ni kwamba niseme tu miradi ambayo imepitiwa na Mwenge kipindi hiki ni mingi ilikuwa ni miradi ya kukagua na mingine ya kuzinduliwa. Hii ya kuzinduliwa ni miradi ambayo bado inaendelea. Sio kuzinduliwa, kuwekewa jiwe la msingi. Hakukuwa na mradi ambao umezinduliwa. Sasa miradi ambayo inazinduliwa ni miradi ambayo bado inaendelea na ujenzi wake. Sasa kama mradi unaendelea na ujenzi, maana yake bado yule mzabuni anayejenga au mkandarasi ambaye anafanya ile kazi pale ni kwamba hajakabidhi kwa serikali. Ina maana ili akabidhi ni lazima kwanza mradi ukaguliwe na serikali ijiridhishe kwamba hapa viwango na vigezo vyote vimeshafikiwa. Sasa kujibu swali lako, tulikuwa na mradi wa ujenzi wa madarasa mawili na ofisi mbili wa shule ya sekondari Bwawani. Pale ule mradi kimsingi ulikuwa timamu kwa asilimia nyingi tu. Changamoto yake ilikuwa ni kuna kipande kama cha sakafu kwenye zege la sakafu kwenye mita kama 13 hivi. Kile kipande baada kwenda na vipimo vya kidigitali ilionekana kuna kile kiwango cha zege hakikufikiwa kama ambavyo imekusudiwa kulinganisha na maeneo mengine. Kwa hiyo kwa taratibu za Mwenge walitoa maelekezo kwamba ndani ya siku 30 ile sehemu imerekebishwa tena kwa gharama ya mkandarasi. Kwa hiyo lile limeshatekelezwa tayari, palivunjwa pale na mkandarasi amesharekebisha na tayari taarifa tumeshaituma kwa kiongozi wa mbio za Mwenge na nakala imepelekwa kwenye ofisi ya katibu tawala mkoa wa Pwani. Lakini mradi mwingine ilikuwa ni usajili wa vikundi vya watu wenye mahitaji maalum, vikundi ambavyo vinatakiwa visajiliwe PPRA. Kimsingi mbio za Mwenge wa mwaka huu zilikuja na mkakati kwamba kila halmashauri lazima ifikie malengo yaliyokusudiwa na serikali ya kusajili vikundi 150. Sasa kwetu kwa bahati mbaya hatukufikia hayo malengo ya kusajili vikundi 150. Kwa hiyo na wenyewe walitupa siku 30 kuweza kuhakikisha kwamba tunasajili vikundi vifikie 150. Kwa hiyo tumefanya kazi hiyo ndani ya muda mfupi, tumeweza kusajili vikundi 105 mpaka sasa hivi. Hivi ambavyo vimebakia, baadhi ya vikundi viko kwenye mchakato wa kupata TIN number TRA na vingine vipo kwenye mchakato wa kukamilisha usajili PPRA. Kwa hiyo tumemhakikishia kiongozi wa mbio za Mwenge kwamba mara tu mfumo wa PPRA ukikaa vizuri, lakini TRA wakishatupatia hizo TIN number za vikundi vibakia, basi inshallah kufikia mwishoni mwa mwezi huu au mwanzoni mwa mwezi Juni tutakuwa tayari tumeshakamilisha vikundi vyote 150 kama ambavyo kiongozi wa mbio za Mwenge ametuhakikishia. Lakini kimsingi maagizo yao tumeshatekeleza na tayari tumeshatuma taarifa. Kwa hiyo ukiondoa mradi huu wa shule ya Bwawani ambao ulikuwa na dosari kwenye zege la sakafu sehemu ndogo, pamoja na hiyo vikundi 150, miradi mingine yote ilikuwa iko safi. Yeah. Kipi cha zaidi unaweza kukisema kuhusiana na mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2026 lakini pia 2025 ambapo ndio mwenge wako wa kwanza tangu ukiwa mkuu wa wilaya ya Rufiji? Mimi niwaambia na Rufiji, mbio za Mwenge naweza nikaongelea kwenye maeneo yafuatayo. Kwanza, jambo la kubwa kabisa, mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa ni itifaki ya Mheshimiwa Rais. Yaani Mwenge wa Uhuru ni itifaki ya Mheshimiwa Rais. Na ndio maana unakuta unapoona mwenge unawaka au mwenge unapita, huwezi ukakuta kuna mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa anapeperusha bendera kwenye gari yake. Maana itifaki ya Mheshimiwa Rais iko pale. Ndio maana unakuta kila unapowekwa mwenge unakukagua mradi unakuta kuna bendera ya taifa iko pale. Maana itifaki ya Mheshimiwa Rais ndio iko pale. Kwa hiyo wananchi watambue kabisa kwamba Mwenge wa Uhuru ni jambo la kitaifa na ni itifaki ya Mheshimiwa Rais. Jambo la pili, Mwenge wa Uhuru unamulika na unatupa majibu ya nini sisi watendaji tunafanya kazi kumsaidia Mheshimiwa Rais. Wataalamu wanafanya nini? Fedha ambazo anazileta Mheshimiwa Rais na serikali yake zinatumikaje? Wananchi wananufaikaje na hii miradi? Kwa kila kitu ambacho kinamhusu mwananchi, kinahusu maendeleo,
Maanake mwenge wa uhuru unakuja unamulika na unatoa majibu pale pale. Majibu ambayo tunasubiri ni yale tu kwamba nani amefanya vizuri kuliko mwenzake. Lakini kama kuna dosari utaambiwa pale pale. Kama umefanya vizuri utaambiwa pale pale. Kwa hiyo kama mradi labda utakiwa kuzinduliwa lakini kuonekana na dosari hautazinduliwa. Ila ukizinduliwa maana yake ujue mradi uko safi. Lakini jambo la tatu, mwenge wa uhuru unatukumbusha uzalendo. Fikiria ndugu yetu Nyirenda ambaye alipandisha mwenge wa uhuru kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro, ambaye leo hii ndio tunawarithisha wanafunzi wetu wa shule za msingi kwenye uragibishaji. Sasa lazima Watanzania na Wanarufiji tujue historia ya nchi yetu, tujue historia mwenge wa uhuru na manufaa yake. Ambao wanajitokeza kuubeza tuwaache, lakini sisi kama Wanarufiji na Tanzania yetu tuangalie manufaa ya mwenge wa uhuru kwa namna ambavyo unakuja kila mwaka na namna ambavyo unatumulikia miradi mbalimbali ya maendeleo na tumulikia maendeleo yetu. Kwa hiyo kwa ujumla wake niseme tu mwenge wa uhuru ni kioo au ni tuseme ni kama si nitumie lugha gani, ni kama kitu fulani ambacho kinakuja kumulika na kuangalia dosari na mahali ambapo pamekaa sawa. Kwenye dosari nasema okay, hapa rekebisha, palipokaa sawa nasema okay, tuzidishe kuboresha hapo. Kwa hiyo nafikiri kwa ujumla wake Wanarufiji waelewe kitu cha namna hiyo. Sawa, sisi tunashukuru sana. Tupo na mkuu wa wilaya Rufiji na ametuambia mambo manne makubwa kuhusiana na mwenge. Ni itifaki ya Mheshimiwa Rais, ni ishara ya uzalendo, lakini pia ni kukagua miradi na pia kusimamia utendaji wa wafanyakazi wa serikali katika kupitia miradi ya serikali. Sasa tunaweza kuzungumza kidogo, maana tunasikia taarifa ambayo ilitokea baada ya mbio za mwenge. Umempoteza baba yako mzazi na sisi ilitugusa, lakini kwa namna gani kwako uliona umeondokewa na baba yako mzazi? Ni kwa siri kiasi gani? Sawa, ni kweli katika hali ya kawaida unajua ukizoea kukaa na unajua, kwanza mimi niseme yule mzee Faustini bwana mbali ya kuwa mzazi, mimi binafsi alikuwa rafiki yangu. Nasema rafiki yangu kwa sababu ni mzee ambaye nilikuwa naongea naye sana. Alikuwa ananifundisha mambo mengi sana kimaisha, mambo ya kidunia. Kwa hiyo kuondoka kwake sema tu kwa sababu ameondoka, labda nina umri mkubwa na tayari nimeshapata uzoefu wa maisha, nimeshakutana na watu ambao nimeongoza maeneo tofauti tofauti, wamekumbana na hali hiyo. Kwa hiyo niliumba kidogo, lakini baadaye nikasema ngoja nisimame kijasiri. Ngoja nisimame kijasiri kwa sababu kwanza mimi ni kiongozi ambaye naongoza watu wengi kwenye wilaya. Sasa nikisema hapa nikiumba hapa maana yake unaweza kuta hata wilaya nayo inaiba, kuna mambo atakuwa yaendi hapa. Lakini pili, mimi ni mkubwa kwenye familia. Ndio mtoto wa kwanza mzee Faustini. Kwa hiyo nikasema sasa mimi nikisema nisimame kama dhoofu, ina maana hata wadogo zangu nao na wenyewe watadhoofika. Kwa hiyo kidogo nikasema ngoja sasa nipate niwe jasiri tu. Nitekeleze majukumu ya kiserikali, lakini wakati huo nitekeleze majukumu ya kifamilia. Kwa hiyo niseme tu kwamba kifamilia ndio au kibinadamu ilinigusa, kama ambavyo nimesema kwamba alikuwa ni mtu wangu wa karibu sana, lakini pia nilifanikiwa kuwa jasiri kwa sababu mzee nimemuguza kwa muda mrefu. Tangia mwezi Novemba mwaka jana, na alianza kutibiwa hospitali ya wilaya ya Utete, baadaye akapewa rufaa kwenda hospitali ya jeshi pale Lugalo. Sasa unajua unapomuguza mgonjwa muda mrefu na utu uzima huu, unajua huyu mgonjwa kupona ni kudra za Mwenyezi Mungu, lakini kibinadamu unaona kabisa hali yake si shwari. Kwa hiyo ilikuwa kama tayari nimeshajiandaa kisaikolojia mimi binafsi, lakini wadogo zangu nikaambia niko na imani tumzaa atapona kwa sababu nilikuwa naona kama wao kidogo hawaamini. Kwa hiyo baada alipokuja kufariki ndio nashtuka kupata taarifa, na nilipata taarifa nikiwa Utete usiku, lakini niondoka usiku ule kafika mochwari nikaangalia, basi nikakuta kwa amefariki. Baadaye tukaanza taratibu za kuaga pale Lugalo na kumsafirisha kwenda Songea kwa ajili ya mazishi, tukafanikiwa kufanya hivyo. Kuna usia wote aliwahi kukuachia kuelekea uhai wake? Ya mimi bwana kipindi kwanza naingia tu kwenye sema maisha ya kujitegemea. Kuna mambo kadhaa aliniambia. Kwanza aliniambia unapoishi na jamii yoyote, epuka sana kujifanya mjuaji au mwongeaji sana kuliko kuwa msikilizaji. Lakini pia usipende sana, hata kama ulikuwa kiongozi, usipende sana kufanya maamuzi kabla hujasikiliza.
Na hata wakati mwingine kama unakuwa na unajua kuna jambo unaweza kuta labda unalipeleka sema mnajadili, alafu kwa tayari una maamuzi yako. Kwa hiyo unaposikiliza, maana yake chukua na mawazo wengine, alafu linganisha yeye maamuzi yako au ufanyie maboresho maamuzi yako. Lakini kikubwa akaniambia bwana, hebu wakati nilikuwa sijaoa, kabla hujaoa hakikisha umejenga. Nikamuuliza kwa nini? Akasema unajua ukioa kabla kujenga inawezekana usijenge ukaishia kupanga tu. Kwa hiyo ni mambo ambayo of course mambo ya kimaisha alikuwa anaongea kama utani, lakini kimsingi kikubwa ambacho nakumbuka alikuwa ananiasa sana, na mimi nimekuwa nikiishi nacho, ni kuishi na jamii isikuone kama wewe labda ni mtu ambaye hufikiki. Yaani wewe ni mtu ambaye unafikika. Lakini sio kwamba labda ujipendekeze, hapana. Uwe ndio na misimamo yako, lakini hakikisha unajua kuna kitu anaita open door policy. Kwa hata kama ukiwa kiongozi, manake uwaruhusu unaoongoza wakufikie. Ili na wewe uwafikie, ili upate taarifa na uweze kuongoza vizuri. Na mimi niseme tu inanisaidia kwa sababu sijajua, lakini watu labda wamekuwa huru kiasi gani kunifikia, lakini wamekuwa wakinipa ushirikiano sana. Kwa mfano, tulipoenda kwenye mazishi yake Songea, walikuja na Rufiji wengi mpaka kidogo nitoe machozi siku ile, kwa sababu upande wa chama tawala walikuja. Naongelea viongozi wa chama tawala na ngazi ya wilaya, walikuja madiwani, walikuja wengine tu viongozi wa ngazi ya kata. Lakini pia kuna rafiki yangu mmoja kwa Tete pale anaitwa Chingambe. Na yeye alikuja tena, yeye aliambia bwana, mimi nakuja kuwakilisha wana Rufiji wote. Lakini pia ndugu zangu pale, watumishi wa ofisa mkuu wa wilaya, watumishi wa halmashauri walikuja. Lakini sio hivyo tu, mpaka tulienda kwenye 40 wiki mbili zilizopita bado wana Rufiji tena walikuja baadhi. Kwa hiyo unaona ni namna ambavyo naona kama inanipa faida, kwamba yale maswali alikuwa akinieleza namna kuishi na watu yananipa faida sasa, namna ninavyofanya kazi kirahisi, lakini pia namna ambavyo naweza kushirikiana na jamii ambayo naiongoza. Ndio, kwa ujumla mzee Faustin alikuwa mtu wa aina gani? Yule mzee kwanza alikuwa mwalimu. Wakati wa elimu wake alikuwa mkali. Watoto wake wanne ambao amewaacha, au sema ambao aliwazana ametuacha tukiwa hai wote. Mimi nimechezea sana bakora zake kuliko wengine. Ndio. Mimi nilipokuwa mdogo nilikuwa mtundu sana. Sasa yeye ilikuwa mkitoka shuleni ameenda kufundisha, mkirudi nyumbani afungua darasa lingine. Kwa hiyo mliwasoma shuleni anakuja tena kuwafundisha nyumbani. Sasa pale bwana alichokuwa nataka yeye, akikupa labda test au sema si quiz ya hisabati, kama maksi za pale ni 50, anataka upate 50. Tofauti na hapo anakuambia ukikosa hesabu moja viboko 5, na anamaanisha sasa kazi kwako upate 50 kwa 50, upate 10 kwa 50, upate 5 kwa 50. Hata ukipata 49, hata ukipata 49, hiyo moja uliyoikosa viboko vyako 5 utavipata. Sasa yale maisha niliona magumu sana kipindi hicho. Lakini baadaye nilipokuja kwenda sekondari nilikuja kurealize, kwa sababu tayari kwa nimeshanijengea msingi, mimi nilikuwa nateleza. Nimeenda O level Tabora Boys. Kwanza pale nilipomaliza shule ya msingi, bahati nzuri, yani ule msingi alionipa ulinifanya nifaulu kwa kiwango kikubwa sana. Mwaka mimi nilifanya mtihani wa darasa 7, niliongoza kimkoa, ndio nilikuwa mtu wa kwanza kimkoa. Mkoa nani wa Ruvuma. Kwa Ruvuma. Yeah. Kwa hiyo nikapangiwa kwenda form 1 Tabora Boys sekondari. Nimemaliza pale form 4 nikapangiwa kwenda Ndanda High School. Nikamaliza pale. Sasa nilipomaliza of course nilipata alama za kwenda chuo kikuu, lakini na mimi sasa kwa sababu nilikuwa tayari nimeshakomaa kiakili, mzee akaniambia apply kwenda chuo kikuu. Sawa, nikafanya application kwenda chuo kikuu cha Dar es Salaam na nikapata nafasi. Lakini baadaye nikamwambia mzee, hivi nikienda chuo kikuu alafu nikimaliza, manake nije unajua kipindi kile ilikuwa tunatafuta sana ajira. Hii akili ya kujiajiri ilikuwa haipo. Na wazee wetu walikuwa wanatuandaa tusome ili tuajiriwe. Sasa nikamwambia nikitoka chuo kikuu manake si nitakuja kutafuta tena ajira. Akasema ndio, lakini nenda kwanza chuo kikuu. Nikamwambia hapana, mimi nina mawazo tofauti. Bahati nzuri mzee alikuwa ni ukimweleza kitu ambacho kina logic na ukajenga hoja, anakusikiliza. Akasema sawa, niambie mawazo yako nini. Nikamwambia mimi nafikiria ngoja
nijiunge na Jeshi la Kujenga Taifa kwa sababu kuna nafasi zimetangazwa. Na nilikuwa natamani kwenda JKT kwa sababu Tabora Boys ulikuwa na mchepuo wa kijeshi kipindi hicho. Kwa hiyo zile elements za kijeshi nilikuwa nazo tayari. Kwa hiyo nilipomwambia vile nikamwambia ngoja niende kwanza nikajitolee miaka miwili. Nikishamaliza tutaangalia sasa masuala ya kwenda chuo kikuu. Akasema sawa, akanikubalia. Kwa hiyo nikaenda nikabatizwa nikapangiwa Makutupora baada ya kufanya usaili pale Songea. Na kule nikakaa kwenye mkataba mwaka wa kwanza. Ilipofika mwaka wa pili tukapata bahati ya baadhi yetu kuandikishwa kwenye Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo nikaandikishwa, nikafanya mafunzo, nikamaliza. Mwaka 2005 nikaenda kwenye kozi ya uafisa Monduli Arusha. Nikafanikiwa nikamaliza. Kwa hiyo baadaye nikaa nimeendelea kama afisa, nimefanya kwenye vikosi tofauti tofauti. Nimeenda kwenye kozi tofauti tofauti mpaka mwaka 2024 tarehe 2 ambapo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliposema sasa wewe bwana Lieutenant Kanali Komba sasa hebu toka huko njoo kwanza kuhudumia na Rufiji. Ndio. Kwa hiyo unaweza kaona namna ambavyo yeye alinijenga kuanzia kipindi hicho, lakini niseme ni mzee ambaye alikuwa mkali. Lakini ukali wake kipi kilikubadilisha wewe kutoka kumuona mzee mkali mpaka kuwa rafiki ambaye unaweza kumjengea hoja kwamba sitaki kwenda chuo, nahitaji kwenda JKT? Sawa. Unajua mimi baada ya kwanza ukali wake ilikuwa ni kipindi kwa shule ya msingi. Nilipoenda sekondari alikuwa mkali kwangu nilipokuwa form 1 na form 2. Kipindi kile nilipofanya mtihani wa form 2 nilifaulu kwa kiwango kikubwa kidogo. Kwa hiyo tayari akawa na confidence na mimi kwamba sasa hivi huyu mtu ameshapevuka sasa hivi. Yeye mwenyewe mjinga hiyo. Kwamba kuna kiburi kilipita. Hapana. Yeye mwenyewe aliona sasa huyu anaweza kujiendesha mwenyewe. Kwa hiyo kuanzia pale mimi nilipokuwa namueleza jambo unakuta anakaa na nisikiliza. Kwa sababu niliwahi kumshauri hata wadogo zangu namna kuendeleza, na kikubwa zaidi mimi nilipokuwa nimeanza tu utumishi jeshini nilimwambia mzee, nikamwambia bwana, kwa sababu wewe umehangaika sana mimi kunisomesha, ngoja sasa mimi nikutue mzigo, hao wadogo zangu nibebe jukumu. Kwa hiyo kuanzia pale akarelax, mimi nikawa naulipia ada wadogo zangu, nawapeleka shule, sio kenda likizo, na nawalipia kila kitu. Kwa hiyo baadaye akaona huyu bwana kumbe sasa tunaweza tukaongea lugha moja. Ndio. Kwa hapo ndo mkatoka kwa sasa mtoto mkaja sasa kwenye kuwa marafiki sasa. Safi sana. Sisi tunakushukuru na tunakupa pole sana. Apollo TV, msiba ulikuwa kweli ni wa Rufiji nzima. Nashukuru. Binafsi nilipata taarifa kwa watu wengi sana. Ndio. Na ilishindikana tu kuja msibani, lakini wametuwakilisha. Unajua wengine tunaamini msiba ni ibada ambayo inawakilishwa na watu wengine. Sahihi sana. Sahihi. Yeah. Una kipi cha ziada cha kuambia watu wa Apollo TV? Apollo TV kwanza niwapongeze kwa namna ambavyo mmekuwa mkiimarika siku hadi siku, na niwapongeze kwa namna ambavyo mnafanya kazi kwa weledi, lakini niwapongeze kwa sababu hamkati tamaa. Najua mazingira sasa hivi ya hizi online media inawezekana na changamoto zake kwa sababu online media ziko nyingi. Inawezekana pia ushindani uko mkubwa, lakini nyinyi mmeendelea kusimama imara. Ninaamini ipo siku mtakuwa media kubwa kama ambazo zingine zipo. Kwa hiyo msikate tamaa. Lakini pia niombe na Rufiji tuitumie Pulundu TV, tupeleke matangazo ya biashara. Kuna kitu mnaita kusubscribe. Subscribe page yao, lakini pia tu like, tupitie sana page yao tuweze kunufaika na masuala mengi ambayo yanatangazwa hapo. Na mimi niwahakikishie Pulundu TV, ofisi ya mkuu wa wilaya na halmashauri yetu tutaendelea kuwapa ushirikiano muda wote, na pindi chochote ambacho tutakuwa na masuala ya kijamii ambayo tunataka labda wana Rufiji wafikie, tunataka Watanzania wafikie, tutaitumia Pulundu TV. Lakini kimsingi nawapeni hongera sana na hongereni kwa kuimarika siku hadi siku. Asante sana mheshimiwa. Nashukuru sana.